naye aseme moja ama mawili. Asante sana gavana mtarajiwa. Watu wa Mombasa na wasalimia mchambo. Harambe. Your Excellency Deputy President, mimi nataka kukushukuru kwa kupata nafasi kuweza kutembea hapa Mombasa. Pili, Your Excellency, I want also to thank you very much kwa sababu wewe mwenyewe umeweka Wakenya wamekuja pamoja. Ni kupitia hiyo bidii ambayo umepuni chama cha kazi ambayo ni chama ya UDA ambayo wote tutaingia ndani ili kuweza kusukuma hii Kenya mbele. Your Excellency, vile unajua vizuri sana, mimi na dada yangu Aisha Chuma, sisi wakati wa 2017 tulikuwa tunaimba tiarara, tipim, ria, hiyo yote. Na hata wakati ile season 1, wakati ile uchaguzi ilikuwa cancelled na Maraga, zote tukaitwa kule Lavington. Tukaambiwa season 2 huyu mzee hana pesa, tumchangie pesa aende season 2. Kila mbunge akatoa 250,000 ndiye aende season 2. Kwa kweli huyu mzee taperi hakuingia season 2, hiyo pesa akakula. Hiyo ni ukweli. Mimi na Aisha tulitoa hiyo pesa. Na Wakenya waliona hakuenda hiyo uchaguzi. Na sasa mimi ndio nawauliza wananchi wa hapa Mombasa. Mtu ambaye anataperi 250,000, mtaweza kumwamini ache mpatie serikali ili aweze kufanya kazi? Inawezekana kweli? Na mimi ndio nawaambia watu wa Mombasa, sisi katika upande wa Kisii 2007 tulitembea na huyo mzee 100%. 2013 tukatembea na yeye 75%. 2017 kwa sababu tulikuwa tumechoka, tukatembea na Chupiri 55%, tukatembea na yeye 40%. 2022 kwa kauli moja upande wa Kisii tumeamua naibu wa rais tutatembea na yeye 80%, na yeye ndiye atakuwa rais wa 5 wa nchi hii. Na nyinyi mumeamua hivyo? La mwisho nikimalizia, mimi nataka kutoa tahadhari sana kwa wale ambao wamechaguliwa, wamepewa kazi na naibu wa rais na rais, wale ambao ni ministers. Kwa sababu chuzi tumeona hawa ministers, hasa yule waziri wa interior ambaye anatoka kule nyumbani kwangu Kisii, tumemuona akifanya siasa. Na hapo nyuma alikuwa anatudanganya, rais sasa mimi ndiye ameidhinisha, ikifika 2022 mimi ndio napewa hiyo kiti. Chuzi kwa sababu ameona hawezi fikia, amesema yeye anataka kuunga mkono yule mzee wa vitendawili. Na sisi kutoka Kisii, sisi ndio viongozi tumechaguliwa, na sisi ndio tunaongea juu ya jamii ya Mkisii. Kwa hivyo yeye, mimi nataka kumwambia afanye kazi yake ambaye alipewa na rais na naibu wa rais. Na hii chuzi tumeona hii Ministry of Interior ikiongozwa na Matiang'I na katibu wake Kibicho, badala ya kufanya kazi yao wameenda wakabuni ile technical committee, wakaleta IPC ndani, wakaanza kuambia IPC vile watafanya kazi yao. Kwa sababu IPC ni independent commission, wakakataa, wakasema sisi hatuwezi kufuzwa kufanya kazi yetu, tutachiondoa, na wakachiondoa. Mimi nawashukuru sana kwa sababu wameshindwa, wameona hii kula watashindwa. Chuzi tumemwona Matiang'I yeye mwenyewe anaambia chief, naibu wa chief, madio, madisi kuwa watembee na ile order rais anapeana, na rais mwenyewe hajapeana order. Na kwa hivyo tunawaambia wafanye kazi yao ambao wamechaguliwa, ambao ni kufanyia wananchi kazi. Waachie wale provincial administration wafanye kazi yao, tuende uchaguzi, tuchague rais wetu ambaye atakuwa ni William Samoei Ruto. Tunaelewana? La mwisho nikimalizia, vile mnajua tunaenda Christmas, na sisi tunawatakia Christmas mzuri. Na mimi nataka kumuomba rais mwenyewe ile Christmas mzuri
ambaye ataweza kupatia Wakenya wafurahie, kwa sababu itakuwa Christmas yake ya mwisho ofisini. Akusanye virago zake, aweke yule mzee mwenzake wa handshake karibu. Ikifika 2022 tarehe 8 waende na yeye nyumbani, wamwachie William Samoei Ruto akuwe the 50th president of the Republic of Kenya. Arambe! Asante sana na mbarikiwe.